between uhuru wa kifedha na uhuru wa muda. Uhuru wa kifedha ni kuwa na uwezo wa kufanya chochote kile, lakini fedha isiwe kikwazo. Edmund and Margaret, collaboration with your spouse, ina umuhimu gani katika kubuild financial freedom? Mimi tangu nimeoa, niliamua kwamba nitafanya vitu jointly na mke wangu. Hata nilivyoenda kufungua account ya benki ya joint, tukasema tena anyone can sign. Anyone anaweza akatoa hela. Hadi wakashangaa pale. Decisions nyingi tunazozifanya lazima tuhakikishe tuna protect our capital. Active income ni key kwenye kufanya wewe grow zaidi kwenye passive ili ufikie uhuru mapema zaidi. Today we have 3 boxes and each box is filled with cash. So if you are an entrepreneur, is there any idea ambayo unaweza kufikiri ambayo itakutoa kwenye $100,000 kukuleta kwenye $500,000 na kukutoa kwenye $500,000 kuleta kwenye $1,000,000? What would you think of doing? Okay. This time sito introduce the guest that we have for 2 reasons. Ya kwanza, we all know or mostly tunamjua kwa mchango wake mkubwa ambao ameuweka kwenye particularly the world of investing. But the second reason is ningependa ajitambulishe na amtambulishe Edmund wa miaka 20 iliyopita versus Edmund wa 2026. Karibu. Asante sana. Kwanza nashukuru kwa hii nafasi tena ya kuweza kukutana na kuzungumza haya mambo ya fedha. Unajua hizi talks zinasaidia sana kuweza kuwapa watu insights. Unajua maisha yalivyo, sometimes unaenda na ujui yani ukiwa hapa Steve Jobs alisema vizuri kwamba you cannot connect the dots going forward, you can only connect the dots going backwards. Kwa hiyo tunavokaa hapa na kujaribu kuangalia kule tulipotoka, watu wanaweza wakapata kujifunza. So Edmund wa miaka 20 iliyopita na Edmund wa sasa. Edmund wa miaka 20 iliyopita kwanza alikuwa bado yuko chuo. Okay. 2006. Yes, alikuwa bado yuko chuo na akiwa anawaza ajira kwamba anavomaliza chuo aende kwenye ajira. Hakuwa anawaza biashara kwa sababu hakutoka kwenye familia ambayo ilikuwa focused on biashara. Hakuwa anawaza uwekezaji kwa sababu hakuwa kwenye familia ambayo ilikuwa inafanya uwekezaji au uwekezaji ilikuwa kitu ambacho tunafundishwa kwenye familia. Of course tukienda shuleni for sure tulikuwa tufundishwi. Kwa hiyo Edmund wa kipindi kile yeye alikuwa anawaza amalize chuo, apate ajira and then maisha yaanzie hapo. Sasa of course ilitokea hivyo kwamba Edmund akamaliza, akapata ajira, akaanza kazi, lakini sasa mabadiliko yakaja hapo mbele. Na mabadiliko yaliyokuja mpaka tulipo hapa sasa hivi, kwanza vitabu. Wa 2026 sasa. Yes. Kwa lakini sasa kabla ya kufika 2026, unajua 2026 ni matokeo ya haya yaliyotokea hapa nyuma, si ndio? So cha kwanza kabisa naongelea zile highlights, defining moments ambazo zimemfanya Edmund awe hivi alivyo leo. So cha kwanza kabisa vitabu. Yes. Vitabu vina nguvu ya kuweza kubadilisha. Na mimi nitaongelea kitabu kimoja na kiongelea Always Rich Dad Poor Dad. Wow. Yani kile, yani mimi nikirudi nyuma kwenye maisha yangu naweza kusema pale ndo naweza nikachora mstari ambao unamtenganisha Edmund wa nyuma na Edmund wa sasa. Wow. Rich Dad Poor Dad. That's a must read book kwa mtu ambaye must read book. Mimi nitasema hivyo kwa sababu I remember, yani nikiwa naongelea ninakumbuka yani ile feeling niliyoipata baada ya kusoma kile kitabu. Kwa sababu mimi sikuwa na desturi ya kusoma vitabu. Na kile kitabu aliniletea mama yangu na sikukisoma, nilikiweka tu ndani. Lakini watu wakaona niuliza, Edmund umesoma kitabu, hizo kitabu kina nini? Sasa ngoja nikisome. Baada ya kukisoma it was like wanasema ile light bulb moment, like the aha moment. Yani how come nilikuwa sijui hivi vitu vyote? How come sikuwa na view the world this way? Kwa kile ndo kilibadilisha, nikaanza sasa kutafuta namna ya kuweza kutoka kwenda kwenye
ulimwengu mwingine sasa. Kutoka kwenye kuwaza ajira kuja kuwaza biashara kuja kuwaza investment. Sasa baada ya hapo umeshapata ile excitement, umeshapata ile kufunguka, sasa unatafuta fursa za kufanya. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana nimefanya hapo katikati. Vingi sana nimelima mazao aina nyingi, nimefuga, yani vitu vingi umefanya. Na unajaribu kufanya hivi ili uweze kupata ule uhuru wa kifedha, kwa sababu of course tunahitaji uhuru wa kifedha na uhuru wa muda. Lakini kwanza tunatafutaga ule uhuru wa kifedha ule. True. Kwa hiyo unakuta unapambana, unajaribu vitu mbalimbali. What's the difference between uhuru wa kifedha na uhuru wa muda? Okay, sawa. So uhuru wa kifedha ni kuwa na uwezo wa kufanya chochote kile, lakini fedha isiwe kikwazo au kigezo cha wewe kutofanya kitu fulani. Kwa hiyo mfano kama una uhuru wa kifedha, now sio hivyo tu, tukiongezea dipa pia ile fedha iwe inaweza kuja bila wewe kufanya chochote pia. Kwa unaweza kufanya chochote na fedha sio kikwazo. Lakini vile vile hii fedha inayokuja inakuja bila wewe kuhitaji kutoka kwenda kufanya kitu. Huo tunaweza tukauita uhuru wa kifedha. Uhuru wa muda ni kuwa na muda wa kuweza kufanya hivyo vitu sasa. Kwa sababu unaweza kuwa na hizo fedha lakini hauna muda. You're so busy, yani shughuli zako zimekubana, whether ni biashara, whether ni ajira zimekubana, kwa hiyo unashindwa ku maximize ule muda. Kuna watu fedha zipo lakini anashindwa ku spend time na familia. That's a new thing I learned today. So back to the point ambapo wanasema unafanya shughuli nyingi ili upate uhuru wa kifedha na uhuru wa muda, but mainly uhuru wa kifedha. Uhuru wa kifedha tunaanza nao, tunakuwa tunautafuta huko, kwa sababu ukiwa kijana wewe kwako muda sio kitu ambacho unakiwaza sana. Unachowaza ni pesa, ili mambo mengine yaende. Kwa hiyo nimejaribu vitu vingi sana. Sasa the second defining moment ni nilipokutana na mentor, mwalimu wangu Busara, mzee wako. Sawa, yani of course kwanza naweza nikaongelea ile kuanzishwa kwa platform ya Let's Talk Finance. Ile ambayo mimi ndio nilianzisha, sio? Ile iliweka mazingira ya watu kuweza kukutana. Watu ambao sasa wanaanza kuongea masuala ya uwekezaji, masuala ya fedha hivyo. Kwa ile community ilianza kujengeka pale. Na ile community sasa ikaleta na mentors. Muone kwa mentors walivyokuja, Mr. Busara alivyokuja, akaanza kutufungua na kuanza kutupa sasa yani ile 360 view ya uwekezaji. Na sehemu za muhimu ambazo mtu unaweza kawekeza na ukagrow. Umeona hivyo. Kwa hiyo mentorship imetusaidia sana. Lakini pia within the community sasa iliyojengeka, mimi naweza nikasema kitu kikubwa sana kwa sababu unajua ukiwa mwenyewe unafanya kitu ni rahisi sana ku give up. Rahisi sana kuchoka. Very true. Yes, yani unakuta nafanya mwenyewe, hauna mtu kukupush. Sisi ni binadamu. Kuna times unachoka, kuna times unaanza ku question whether kile unachokifanya kina make sense or la, whether nikifanya au nisikifanye. Na maybe sometimes you're surrounded with people ambao wanakuwa wana negativity about kitu unachokifanya. Na bwana mmoja aliwahi kusema every day stand guard at the door of your mind. Yani usiruhusu kitu tu chochote kiingie kichwani mwako, kwa sababu kina uwezo wa kukuaffect na kukupeleka kwenye sehemu ambao labda hukutakiwa kwenda. Kwa hiyo ile community unaokaa nayo unajifunza. Mimi kiukweli nashukuru na marafiki wengi sana ambao ukikaa nao ukiongea nao wanakusaidia sana wewe kuweza kugrow. But remember, when you're staying in a community, kuna layers tatu za watu. Kuna layer ya watu ambao watakuwa chini yako. How they draw energy from you. Wanajifunza kutoka kwako na wewe inakupa fulfillment. And you're excited that you're impacting somebody. Yes, in a positive way. And then kuna wao ambao ulingana nao, hawa wanakupa ile assurance kwamba okay, yani ile you're okay, yani you can relate with them hivyo. But alafu lazima uwe na watu waliokuzidi, kwa sababu wao wanakuchallenge na wewe ku level up. Usibaki pale. Kwa hiyo community nazo zimesaidia sana. Actually, one of the biggest communities and one of the most successful communities are investing. Let me just say in Tanzania. Najua ni Let's Talk Finance. Why? Not only because of the
millionaires and billionaires that you've brought, yani ambao mmewazalisha kupitia maarifa mnayotoa, but ni hile the ability to bring such a diverse group of people. I mean billionaires, millionaires, 100 millionaires plus beginners, they can sit down. Leo wamekuja kwa basi limekuwa printed and everybody is excited, you know, sharing knowledge. People are living there not only motivated but also encouraged to take action, knowing that it is possible. So ile mimi ability ya kuwaleta watu pamoja na ule mshikamano between all of those three layers is one of the things that I highly define as success. So hongera sana. Nashukuru. I mean, it will take maybe 100 years for somebody else to do something that you have done. Yeah, na unajua Victor, sometimes mimi nikiangalia vile how do you feel? Okay. Ukiona kitu kama kile, I'm like, wow. Okay, yeah, so of course you feel proud kwamba okay, at least nimeweza kufikisha hapa. But the funny thing is hata sikuwa nayo maono. Really? Yes, sikuwa nayo. Yani everything that is happening now haikuwa kwenye akili yangu. Sikuanzisha platform ya Let's Talk Finance nikijua kwamba tutafika hapa. Sikujua. Sikujua kwamba ninaanzisha Let's Talk Finance alafu kuna siku through that platform kutakuwa kuna watu ambao watakuwa billionaires. Umeona hivyo, na wafikishe worth ya 1 billion plus. Sikujua. Umeona hivyo. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Sasa mimi nikiangalia sijioni pale kwamba Edmund huyu ndo amefanya kila kitu. Labda Mungu alipitisha tu wazo ndani yangu ili kuanza kuleta watu. And the interesting part is, unaona mfano watu wanakuja kwa basi, si ndio? Mimi sijafanya match kwenye lile basi. Kuna watu wengi sana wamefanya bana. Yani ukiwatoa wale watu wengine wote ukaniacha mimi Edmund, labda ile basi lisingekuwa linakuja huko. Wow. Kwa sababu organization haijafanyika na mimi, na sio watu ambao wanalipwa kufanya hiyo organization. Wow, they are excited exactly, to. Hivyo. Wow. Kwa sasa how can you say yani utachukuaje credit for something like that? Haiwezekani, kwa sababu kwa watu wengi unakuta mtu kama ana add value, anataka alipwe. Anataka compensation. Lakini kama mtu anajitolea yeye mwenyewe, and sometimes nakafu najiulizaga, yani hawa watu why are they doing this, yani kwa nini hivi? Lakini ndio hivyo, kuna mengine hatuwezi kujibu. Nasema hii ni kazi Mungu ya Mungu. Na kazi ya Mungu. Kwa hiyo yeah. So we had you here the last time. We had a very meaningful discussion. By the way, let me not acha nitoe siri. Ile podcast that we did the last time, I called Brother Edmund. It was around 11 a.m. I mean 11 p.m. On Saturday, Friday. I think it was Friday. It was Friday. It was Friday, yes. It was very late and haikuwa structured. So everything that we got from the previous video is very important, kwa sababu hapo ndo tutakapoanzia. Na tutaanzia from a video that I asked him a very tricky question. Na hata kwenye video nisema this question is the trickiest. So if you won't mind, kindly so this was the question. Very tricky. Okay. Basically, so you have to prepare yourself for it. Okay. If you were to have the ability to buy up an entire company and make it yours, 100% shareholder, Edmund Munyangi. I mean, you don't see that AGM for that. It is 100% yours. What company would you buy? Okay, so that could be a tricky but also easy question. So there's an answer that is in my mind, but I'm still thinking is, could it be a different answer? So for now, it will still be the same answer. So if there was a company that I would By 100%. that's in the stock market right now, it would just be CRDB. Wow. Why would it? So hiyo ndo podcast ya mwisho ambayo tulikuwa nayo, and I hope you remember that question. Yeah. And I'd like to thank you kwa kukusumbua that late. This time we're doing it a little bit early. So my question is, by the time you're answering that question, na ukasema you would buy CRDB 100% and make it yours, I was thinking, isn't it overpriced? Kwa sababu bei ilikuwa shilingi 800 12 months ago, yeah, like today. Bei ilikuwa shilingi 800. Everybody was saying this is a little bit expensive, itashuka.
what did you see in CRDB 12 months ago, and today it is trading around 3.5 times the price ambayo ilikuwa ina trade? What did you actually see that made you say you'll buy 100% of CRDB? Sawa. So kwanza nilisema vile sio kwa sababu ya kwamba eti nilikuwa najua bei itakuwa ilivyo leo. Okay. Actually hata ukiniambia sasa hivi did I think kwamba bei itakuwa ilivyo sasa, yani kipindi kile ungeniuliza ningekwambia no. Haiwezi kufika huko. Yani ifike huko ningeshangaa sana. Nilisema vile kwa sababu mimi kitu kilichonifanya niwekeze kwenye hisa, labda naweza nikasema pia background, nishawekezaga kwenye hisa before na hisa ilipanda bei ikashuka, nikauza pale nilipoingia kwa sababu mazingira ya kuniruhusu kuendelea kusubiri. Na ile experience kwangu ilikuwa sio experience ambayo nilifurahia sana. Kwa nikawa nimejiambia sitanunua hisa tena mpaka niwe na hela za kuchezea. What about that's the statement niliyojiambia. And I was serious about it. So kitu kilichonirudisha kwenye soko la hisa na kikanifanya nianze kuwekeza kwenye hisa ni the fact kwamba nilikuwa najua na uwezo wa kufanya analysis. Nikachambua kampuni, nikaangalia utendaji wa ile kampuni, nikaangalia masuala ya kiuchumi. Mimi siko deep sana kwenye analysis za uchumi, lakini ni rahisi sana, kuna vitu vingi kuvijua na with mentors inakusaidia. Yes. So ukiangalia kwanza sekta ambayo inafanya vizuri, sio tu Tanzania, dunia nzima kwenye stock market, hautaiacha banking sector. Hautaiacha. Wanasema bank is the only industry ambayo ukienda kuweka pesa wanakutoza gharama kuweka pesa. Yes. Right? Na ukienda kutoa pesa wanakutoza gharama ya kutoa pesa. Ukienda kukopa the exact amount of money ambayo umeideposit watakucharge interest. So if you have a business with that sort of advantage, why would you wish to own it? It's very peculiar, as you just said, it's one of the most profitable sectors in the world. For sure. Kwa hiyo ukiangalia vitu kama hivyo, alafu ukarudi ukaangalia kwenye nchi yetu, ukaangalia benki yote tuliokuwa nayo. Na nilibahatika kuhudhuria mikutano mikuu kama wakati tunakutana siku ile, nilikuwa nimeshahudhuria mkutano mkuu mmoja. Na ule mkutano mkuu mmoja ulikuwa umenionyesha tayari moves ambazo hii benki ilikuwa inafanya. Kwa unajua kuna vitu ambavyo vikifanyika, mwalimu anapenda kusema kwa tuna analyze ile fundamentally, tunafanya qualitative na quantitative. Kwa anasema it's the quality that brings the quantity. So ukifanya qualitative ukaona moves mtu alizozifanya, unaanza kujua in numbers baadaye itakuwaje. Very true. So hizo factors zote ukiziangalia zilikuwa zinanipa mi confidence kusema hivyo. Lakini hata ukija kwenye portfolio yangu tayari ilikuwa na over 90% CRDB. Yes, kwa hiyo I was already living that in my action. In your actual, okay. Kwa sasa kama tayari I'm living that in my action, kwa nini jibu liwe tofauti? Ni gumu sana kwa jibu kuwa tofauti. Ukijibu jibu tofauti, maana yake hapo sasa umekuwa mwanasiasa kidogo. Lakini kile unachokifanya ndio kinaonekana. Umeona hivyo. Kwa hiyo ukitaka kujua mtu, wanasema where your treasure is, that's where your heart is. Umeona hivyo. So kama over 90% iko huko, ukiniuliza hilo swali utajibu lile. So nilikuwa nawaza tu kuona kama linaweza likawa tofauti, lakini kiukweli kiwalisia ningerudi pale pale tu. So kuna certain post niliona walitoa list ya shareholders. And wadadisi fulani wakatafuta majina of course na nini. So jina lako likatokea pale. Ukiangalia number 501 kwenye shareholders names za 2026. 501 is your name, but what shocked me is sio jina lako peke yako, limeandikwa Edmund and Margaret. Sasa I believe that there is something so nice about your chemistry that makes achievement not only kwenye community ambazo mnazo, lakini hata kwenye personal finance life, that pengine it's a secret, and if you won't mind sharing it with us, kwamba umuhimu wa collaboration with your spouse, with your partner, ni
ina umuhimu gani katika kubuild financial freedom au tajiri? Sawa. So kwanza hiyo ni kitu ambacho ni very interesting kwa sababu couples tofauti zitakuwa tofauti. Very true. Kwa hatuwezi kulingana. Hatuwezi kulingana. Hata ninachokifanya mimi inawezekana wewe kwako usikifanye au usione kama ni muhimu au just nie mlivyo inaweza isiwe hivyo. So always it's important for couples kutafuta what works best for them. Facts. What works best for them. Kwa mimi tangu nimeoa niliamua kwamba nitafanya vitu jointly na mke wangu. Wow. It was a choice. It was a choice. Hata nilivyoenda kufungua account ya benki ya joint, tukasema tena anyone can sign. Anyone anaweza katoa hela. Hadi wakashangaa pale. Nikamwambia vipi, mbona mnashangaa? Akasema ni kwa vitu ambavyo tumeviona kwenye jamii zinavyotokea ndio vimetufanya tu react hivyo. So mimi nikamwambia as long as mtu hajafanya kitu, huwezi kumhukumu mtu kwa makosa ya watu wengine au kwa vitu vya watu wengine. Alafu pia we are just talking about money. Kumbuka huyu ni mtu ambaye unalala naye. Labda anakutengenezea chakula au anakuandalia chakula. Okay, hivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo mna share jointly. Kwa kama ukishindwa kuaminiana kwenye swala moja la pesa, alafu pesa ni kitu ambacho kinaweza katafutika tu kikarudi, hata kikipotea unakitafuta tena kinarudi. Sababu tushapoteza hela huko nyuma. Kwa hiyo nilikuwa na hiyo confidence ya kusema hivyo kwa sababu nilikuwa nataka tujengeneze kitu ambacho ni kinatusaidia kuwa wamoja. Na ukumbuka pia wote tutaondoka hapa duniani. True. Kwa kama mimi nikitangulia, nani sasa ataendeleza au ataweza kusimamia vile vitu ambavyo mimi nimevianzisha au tumevianzisha kwa pamoja? Ni huyu. Kwa hiyo lazima mimi nilivyokuwa kwa mtazamo wangu au kwa decisions zangu kwamba awe anafahamu vitu ambavyo mimi navifanya, tuweze kuelewana hiyo. So full disclosure. Yes, full disclosure kabisa. Okay. Full disclosure. Now tunaweza tusitrack every cent. Mfano income, so kwamba atatrack huyu jamaa income yote imeingia. Hapana. Hata za kwake pia I don't track sijui hela zake zimeingia. Cha msingi kikubwa, lengo kubwa ambalo tunashare ni investment. Sawa, now tunaweza tukachallengeana pia kwenye income. Kwa hiyo anaweza kaona kuna potential hiyo unaweza kufanya, ataniambia. Muone hivyo, naweza nikaambishi hapa na pale hivyo ni, lakini ndio hivyo tuna discuss. Mimi naweza nikaona potential kwake kwenye eneo fulani, nikamwambia, anaweza kasikiliza, anaweza kaambishi, lakini tunaendelea kudiscuss hivyo kuweza kujenga, kwa sababu we need to have that full disclosure. Tukianza kuficha tena hapo sasa inakuwa tena sio. You spoke something that challenged me kwamba fedha ni jambo moja. Tukishindwa kuaminiana kwenye jambo la fedha, kumbuka huyu ni mtu ambaye pikia. And I just thought kwamba kwamba yani mtu ambaye he can choose to do anything kama ni mtu ambaye sio mwenye roho nzuri, but huwezi kumhukumu mtu kwa kosa ambalo hajafanya. So tuaminiane tu. Exactly. But as I said, yani cha msingi niangalie, kwa sababu unajua kila mtu ana namna ambayo yuko wired. Kuna background ziko tofauti. For sure. Kuna mwingine unaona kabisa yani kwamba huyu nikifanya hivi itakuwa disaster. Muone, kuna watu ambao wana characters ambao sio kwa ubaya, ndo mtu alivyo tu. Kwa ili kuprotect the family inabidi iwe kidogo tofauti. Umenipata? Kwa tusichukue kwamba basi ninachokifanya mimi basi ndio the right thing. Hapana. Kuna mtu atakuwa anasikiliza kule kama anaona ina resonate na yeye, then it's okay. Na tupunguze sana kupeana ile ushauri as if it has to be this way. Cha msingi tukae tutafakari, muelewe mwenzako, jielewe wewe, kaeni jaribuni kutengeneza. It will not be perfect. Always mtakuwa mnaendelea kuimprove, mnatengeneza hivyo, mnarekebisha hapa, mnarekebisha pale hivyo. You spoke something about kurekebishana, kuna kukosea. If you won't mind, and the reason for me to ask this question is not to know the mistake, but what mistake ambayo, yani kama kuna mistake ambayo isha kutokea kwenye tuwekeze wapi, okay, in that corridor, tuwekeze wapi mka disagree,
how did you end up solving it au resolving it kwamba bana mimi naona hisa fulani, wengine naona hisa fulani, au mimi naona biashara fulani. How do you reach the point of equilibrium ili tuweze kufanya maamuzi ambao ni precise? Okay. So fortunately kwetu sisi hicho kitu hakijawahi kutokea. Never. Kwa sababu gani? Okay. Kwanza amenikuta mimi personally kipindi ambacho nishajaribu vitu vingi alafu sasa nimeshakaa kwenye eneo ambalo naona hapa ndo napita. Kwa hiyo inakuwa rahisi na yeye kwenda with that direction. Lakini vile vile hata new ventures ikija, unajua sometimes mtu akiwa anakuamini kwenye eneo fulani waga hata kama somehow ana reservations, inaweza ikampa nafasi ya kukupa the benefit of a doubt. True. Kwa hiyo kuna ventures labda niliwahi kuanza kufanya, alikuwa na doubt fulani nyuma, lakini kwa sababu anasema huyu mtu, afu mimi mara nyingi nikiwa na kitu changu nimekipenda napendaga nifanye. Umeona, nijaribu, especially kama nikishapiga hesabu zangu nikajua hiki hakita ni affect au hakita tu affect kwenye finances, waga napenda nikijaribu nikifanye. Kishapiga hesabu zangu, na kama tunavyoambiwa, cha kwanza unafanya research, cha pili unaangalia kama kuna possibility ya kulose safety of capital yako. Na safety of capital ukiona kama kuna ka possibility of loss, it doesn't mean usifanye, but it means usiingie all in fully. Yes, unaweza ka test kwanza, umeona hivyo, and then unaangalia sasa zile returns. Kwa hiyo nikishafanya hiyo analysis, kwangu mimi nakuwa na nguvu ya kusema ngoja nifanye. Kwa hiyo unakuta saa nyingine ana ni support hivyo. Of course hata kama ana doubt, baadaye anakuwa comfortable baada ya returns zimekuja. But we know there could be situations ambazo returns zitakuja. Of course tutaka discuss, but mara nyingi tukao tunafanya hivi, tunajaribu kuto risk. Yani sisi kimoja ambacho tunajaribu kukifanya siku zote ni kuprotect our capital. Decisions nyingi tunazozifanya lazima tuhakikishe tuna protect our capital. Yani tusirudi nyuma, atupotezi ulichonacho. Yes. Kwa hiyo kwa hata kile ambacho tutakipeleka kwenye new venture inabidi kiwe ni kiwango ambacho hakita affect, yani hatuta feel the difference. Umeona, yani it's not like tutatoa 50 or 60% of our net worth kupeleka kwenye new venture ambayo hatujawahi kuifanya. I like that, of we'll never do that. Yes. Yani we'll never do that. Umeona, tunatoa kidogo ambayo hakitatu affect, hata ikipata shida maisha huko yanaendelea. So siwezi kusema kama imewahi kutokea hivyo. Watu wengi wakisikia Mr. Edmund, the first thing they think of is yule jamaa anaongea kuhusu hisa sana. They relate your name with passive investments. But deep down I believe that it is active investments that you gain or that you generate that helps to fund your passive investments. Unahisi, what is the role of active investments, especially kwa mtu ambaye anataka increase passive investments? What skill can they learn? Is it important to have active investments while building passive investment? What's your take on it? Okay, so hapa tunaongelea biashara, sio active investment, biashara hivyo ya kazi hivyo. So actually kwenye active, that's where you start. True. You start kwenye active. Kuweza kaanza kwenye passive. Unaanzaje kwenye passive? You don't have money. Umeona hivyo. So you have to start kwenye active. Labda uko chuo, ukiwa chuo pale unaweza kaamua kufanya biashara ambayo affect masomo yako. Au umegraduate, unaanza kufanya biashara au kazi inakuletea income. So tunaanza kwenye active. Okay? Unless wewe somehow ulipata urithi mapema. Ukakusaidia kuanza kwenye passive. But ukichukua labda leo hii unataka kutengeneza shilingi milioni 1 kesho, sawa, kutoka kwenye passive, fikiria ni fursa ngapi unazo na vitu gani unahitaji kuvifanya ili upate milioni 1 kesho. Lakini kwenye active unaweza kaipata kesho. Mfano mimi nafundisha. Mimi nafundisha masuala ya fedha na uwekezaji na aga nalipwa. So naweza nikatafuta kazi ya kwenda kufundisha. Siwezi kusema nitaipata kwa uhakika kesho, lakini nataka tutuelewe concept kwamba na uwezo wa kutengeneza fedha nyingi actively kuliko passively. Kama tunaangalia leo. Not 2 years. Not 2 years, not 3 years. Leo tukiangalia leo.
Sasa ile active income ikiwa kubwa, of course ile active of course ndo income inayokuja, lakini sasa unataka kuchukua sehemu ya ile active ili kuipeleka kwenye passive. Na what's the reason why tunapeleka kwenye passive? Kumbuka mwanzoni nilikwambia tunatafuta uhuru wa kifedha na uhuru wa muda. Sasa hautaupata uhuru wa muda kwenye active. Okay. Utaupata uhuru wa muda kwenye passive. Kwa unavopata kile kipato chako from active, ukachukua sehemu ukaweka kwenye passive. Ile passive na yenyewe inaanza kugrow. Nimenunua labda hisa zinaanza kukua, mi naendelea kuweka kwenye hisa, naendelea kufanya kazi. Na kama ukiongeza your active income, maana yake kiwango cha fedha ambacho unaweza kukiweka kwenye passive kinaongezeka pia. Means inaanza kufanya growth, nayo inakuwa zaidi. Inaweza ikafika sehemu the income ambayo unaipata from passive inaweza kuendesha maisha yako ya kila siku, bila kutegemea active. Sasa hapo ndio umeanza kufikia kwenye uhuru. Unajua uhuru wa kifedha, mara nyingi tusema tu uhuru wa kifedha waga sio fedha peke yake, muda nao inabidi uwe included pale. Yeah, yes, ndio maana ukifika pale unasema umefikia uhuru wa kifedha, lakini ndani yake kuna uhuru wa muda. Kwa sababu gani? Maana yake unaweza usifanye kazi na hela ikaingia, au kafanya kwa masaa machache, kwa unafanya vitu in your own terms. Umeona hivyo? Kwa hiyo active income ni key kwenye kufanya wewe ugrow zaidi kwenye passive ili ufikie uhuru mapema zaidi. True. Umeona hivyo? Kwa it's paramount. Hatuwezi kusema kwamba watu wawekeze tu wanunue hisa wasifanye biashara. Hapana. Kwa sababu hiyo hela ya kuwekeza kwenye hisa unaipata wapi? Yeah, true. Hiyo hela kuweka kwenye mifuko ya kifedha unaipata wapi? True. Lazima uwe na sehemu ambayo una produce na ile sehemu jitahidi, kwa sababu pia unavokuwa especially kijana si nguvu unazo. Kwa unatumia nguvu zako, unatumia akili yako kuzalisha. Ukishazalisha unachukua sehemu unapeleka pembeni ili ile sehemu iweze kuzalisha bila wewe kuwekeza nguvu yako, kwa sababu unajua unaweza ukajikuta kwamba sio uzee peke yake ambao unaweza kukufanya wewe ukose nguvu za kufanya kazi. Kuna ajali, kuna magonjwa. Kuna vitu vinaweza kutokea ukajikuta tu hauna nguvu tena za kufanya kile unachokifanya. So always ask yourself, what if kesho somehow nikashindwa? Na mimi naambiaga watu hata kazi kupotea, biashara kufa. Sio kwamba inakufa biashara, watu wanapoteza kazi wale watu ambao ni wafanya kazi wabaya au wanafanya kazi kwenye kampuni mbaya au wana biashara mbaya hivyo. No, biashara zinaweza zikafa hata kama ni biashara nzuri, ikapita tu na wakati. Exactly. Kazi inaweza ikafa hata kama ni mfanya kazi mzuri. Kampuni inaweza ikafa hata kama ni kampuni nzuri. Uchumi tu unaweza ukafanya vitu vikabadilika. So vitu vikibadilika kesho kwako, je, wewe unaweza kusurvive? Una familia, una watoto wanakutegemea, wanasoma shule, maisha yanaweza kaendelea. So usiseto mpaka ufike point ambayo unajua kwamba now maisha yetu yanaweza kuendelea hata bila hii active income. Wow. Na kuna mtu atasema bwana hata passive inaweza ikapotea. Hata passive inaweza ikapotea. Okay. Umenipata? Lakini sasa raha ya passive kwanza inakupa nafasi wewe ya kuichagua vizuri. Exactly. Inakupa hiyo nafasi ya kutathmini na kuchagua sehemu ya kuweka, na una uwezo wa kuibadilisha anytime. Lakini kazi sio rahisi sana kuibadilisha. Biashara sio rahisi sana kuibadilisha. Simaanisha haiwezekani, inawezekana. Yes, lakini sio rahisi sana. True. Lakini mfano mimi leo nina hela nimeweka kwenye mfuko fulani wa uwekezaji wa pamoja, nimeona ule mfuko ufanya nini? Najaza tu form, kesho kutwa siku 2-3 hela yangu imeingia, napeleka sehemu nyingine. Biashara je? Tena biashara ikianza kushuka waga hatukubali. Inawezekana ndio inaenda kufa hivyo, lakini wewe utakuwa in denial. Yani mpaka inakuja kufa ndio uta accept hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kugundua umuhimu of course wa active, lakini umuhimu pia wa passive. Ili mtu uweze kupata uhuru. Hapa tutumie neno uhuru. Ili tuweke vyote viwili, fedha na muda ndani yake. So there is something that you said about 20 years ago you'd have been in university. Now I'd like to assume that at least 60% of the people ambao tuna interact now kwenye communities, they're youths.
Sawa, and maybe 30% of them ni wapo wanasoma at different levels, either university au wengine labda ni wanafunzi wa diploma etc etc. Mtu amemaliza university. If you were to go back in the shoes, what would you advise iwe roadmap yao ili wawe na the right skill set ya kuweza ku earn actively and perhaps passively by the time they finish uni? In other words, what would be your roadmap if you're to be finishing university today? I know I'm putting in a hard spot. Nilikuwa najaribu ku recall back na kujaribu kuangalia with the knowledge ambao nao sasa hivi. But nadhani cha kwanza kabisa mimi ninachowaambia wanafunzi wa chuo nikiongea nao, hatuanzi baada ya kumaliza chuo. Wow. Natakiwa ianze wakati bado uko chuo. Ukiweza kuanza mapema zaidi ni vizuri zaidi. So mimi nachoweza kusema mwanafunzi anapokuwa chuo aanze engage kwenye business activities. Ziko businesses ambazo mtu anaweza kafanya with mtaji mdogo, kutumia muda wake hivyo. Kwa aanze engage kwenye business activities. Some businesses zita work, some hazita work, lakini aanze engage kwenye businesses. Na why? Kwa sababu kipindi hiki ndio kipindi ambacho ana backup kubwa sana nyuma yake. Anasoma, so accommodation ipo, chakula atapata, whether kupitia allowances za wazazi, boom, whatever. Akipata changamoto ni rahisi sana kupiga simu nyumbani akapata assistance. Sisemi wanafunzi wote wako style hiyo, lakini wapo ambao wanaishi style hiyo. Lakini ukiangalia pia chuo kuna wanafunzi wengine ambao lile boom lake lile ndo linasaidia nyumbani kwao. Lile boom linasaidia nyumbani kwao. Kuna mwingine lile boom la kwake analichezea tu, lakini kuna mwingine analitumia productively. Kuna mwingine of course amefunguka mapema, sawa nyumbani kuko vizuri, lakini anatumia lile boom lake au anatumia opportunity yake pale chuo kutengeneza income. So cha kwanza nitasema waanze engage kwenye masuala ya kibiashara wakiwa wako chuo bila kuaffect masomo yao. Na mtu anayedhania kwamba mwanafunzi akijiengage kwenye business activities kwamba anaweza kafeli, mimi namwambia sio true. Kuna mwingine hata ajiengage kwenye business activities na anafeli vile vile. True. Kuna mwingine anafanya vyote na anafaulu vile vile. True. Kwa hiyo kujiengage kwenye business activities haimaanishi mwanafunzi atafeli. Na asipojiengage kwenye business activities, wengi wao wanajiengage kwenye mambo ambayo sio productive eventually. Unaona hivyo. Kwa hiyo waanze kujishughulisha wakiwa wako chuo, sababu unajua mambo yanabadilika. Mzazi anaweza kupata changamoto kashangaa hawezi tena kukuhudumia wewe. True. Kama wewe ulikuwa ujishughulishi, maana yake unaweza kujikuta maisha yako yana stop au yana pause kwa muda kwa sababu tu mzazi kapata changamoto au mlezi kapata changamoto. Kwa anze kujishughulisha kipindi hicho. Lakini cha pili, wajifunze masuala mbalimbali ya fedha na uwekezaji. Yani wajifunze, waende kwenye seminars, waende kwenye events, wasome vitabu hivyo. Na hata yule ambaye labda anawaza kuja kuajiriwa huko mbeleni, aji-attach kwenye hizi firms ambazo anatamani kupata ajira ndani yake. Muona hivyo. Mimi actually ungenirudisha nyuma pia wakati namaliza chuo, kwa knowledge nilokuwa nao sasa hivi, ningefurahi kwenda kwenye banking sector, nifanye kazi benki. Okay, yeah. Why? Unajua kwa sababu gani kubwa hapo? Well, let me guess. I may get it wrong. Kwa sababu it will give you a better perception of how the banking business is run, just in case you want to own it in the form of buying its shares, right? No, not right. Oh. The reason is this. That was a cold one. The reason is this. I'll have access to cheap loans that I can use to invest. Forgot I was speaking to a loan expert here. There is any other person that knows how to leverage loans well. Yani kutumia mkopo vizuri kama Brother Edmund. Kuna case moja alitolea okay, let me not say it, lakini he is the best. Wanataka uchukue mkopo. Kabla hujachukua mkopo, reach out to Brother Edmund. So continue. Wow. Yeah. So basically hicho ndo kitu ambacho ningekipenda kukifanya. Wow. Kwa hiyo mwanafunzi aanze kuangalia, aanze kujifunza, aanze kujiattach. Usikae tu chuo unaenda unarudi hostel, unarudi chuo unaenda nyumbani hivyo unasalimia unarudi,
yani unaka triangle fulani hivi kamaisha ambako ndani yake hakakujengi wewe au hakakuexpose kwa watu wengine na wewe kuweza kuonyesha your skills. True. Kwa sababu kazi kuipata baada ya kumaliza ni ngumu sana. Kuna watu wanapata kazi kabla hawajamaliza chuo. I know young people ambao wamekuwa wakifanya analysis za makampuni na nini. Yuko mwaka wa pili, wa tatu chuo, anafanya analysis kwenye soko hili la hisa uwekezaji. Yani kabla hajamaliza chuo tayari ana attachment kwenye kampuni. Tena kuna mmoja nilikuwa naye kwenye event akauliza maswali mazuri, wale jamaa wakampenda kiasi kwamba walikuwa wanatamani aende akafanya kazi kwa immediately. Kwa sababu unajua siku hizi dunia iko tofauti kidogo. Sio degree yako. It's not paperwork anymore. It's what do you know? What do you have? Hicho tu kinatosha. Kwa hiyo ningeweza kushauri watu wajifunze mapema zaidi. Mimi nilichelewa sana kujifunza. Nilichelewa sana take action. Lakini pia unajua it's not good kujilimit. Wanasema the illiterate of the 21st century will not be the people that cannot read and write, but it will be the people that cannot learn and relearn. Kwamba ni lazima tuwe tayari kujifunza tena, tuwe tayari kubadilisha tuliyojifunza. Kukubali kubadilisha. Yes, kama umeongea vizuri kwamba kubadilisha yale ambao tuliamini au tuliaminishwa before na kuleta mapya. Usipofanya hivyo hauta grow. Wow. Kwa ni muhimu sana kwa kijana kuweza kufanya vitu vingi, kujaribu hiki, kubadilika hivi, ili afike sehemu sasa ajue yeye ni njia gani anaipitia. Yeah. Mr. Edmund, hii ni AGM yako ya ngapi? Ya tatu. Okay, sasa tukiongelea kampuni moja hapo ni ya tatu. Okay. Nikiweka na zingine hazijafika 10, labda nimesha attend 1, 2, labda zinaweza kawa 5 au 6. Great. Jumla. AGMs 3, mwaka kwanza umeingia Garama, umekuja Arusha. Mwaka pili, this is the third year, unaingia Garama, unakuja Arusha. Kuna mtu anafikiria au anadhani kwamba you know what, bora ni hudhuria online. Okay. I mean, tutapata ujumbe ule ule. Yeah. Why is it important for you kuingia Garama ya fedha na muda, kufunga safari, kuacha majukumu mengine, kuhudhuria siku 2 tu, Ijumaa na Jumamosi? Why? Okay, so AGM yangu ya kwanza kuja Arusha, tuli drive na brother Abbas, billionaire Abbas. Na rafiki zetu wengine tuli drive. Ile njia nzima tulivyokuwa tuna drive kabla hujafika Arusha, it's vitu ambavyo nisingevipata kama ningekuwa sija Arusha. Sijafika kwenye AGM. Haujafika? Sijafika. Ni zile story tunazopiga from Dar mpaka kufika Arusha. So vile ulivyopata hapa katika. Wow. Hata tulikuwa tujafika Arusha kwa sababu tulikuwa tunapiga story, akawa anaongelea kuhusu menti wake ambaye kipindi hicho alikuwa tayari na hisa za CRDB 600,000. Sasa najiuliza, sasa mtu ana 600,000 hisa. By then. So sasa wewe by then afu unaanza kuchekecha kichwani mwako, mimi nina ngapi? Hivi why mimi nina hizi? Huyu mtu ana hizi 600,000. Hivyo kwa zile story, zile discussion, tuna wenzetu wako kwenye Costa wanakuja sasa hivi. Yaani nje nzima ni story, lakini sio stories za umbea. Ni stories za mambo ya msingi juu za kuchallenge. Wow. Kwa you grow a lot from that journey. Lakini sasa ukifika huko kwenye AGM, yes, unaweza kusema unahudhuria online. Kuna part ya AGM unaweza kaipata online, lakini kuna part utaipata. Ni ukuja kwenye AGM, nadhani kwa yangu ya kwanza, if not ya pili, nikaa pembeni na mzee mmoja, mtu wa makamo tu. Nikawa naongea naye. Amenunua hisa tangu CRDB imeingia sokoni. Hajawahi kuziuza mpaka leo. Reason yake, alisema nanunua hizi hisa ili siku nikiwa belief yake kipindi hicho, siku nikiwa sina uwezo wa kuwasomesha watoto wangu kupitia kipato changu, hizi hisa zitawasomesha. So hiyo utaipata online. Unaona pale watu wazima wamekaa na unajaribu, sometimes sio conversation lakini observation. Tu unaangalia afu unajiuliza, hawa watu wanawekeza mpaka sasa hivi hawauzi, zinaendelea kugrow, wanaona nini? And they come kwenye AGM. Hawakosi. Saa ingine kumejaa, unakuta kuna watu wazima wamekaa na kaa chini. Unajiuliza, what is this? And then sasa
Online bwana, concentration inaweza kapotea sana, so there are so many distractions that can happen. Kwa hiyo ukiwa hapa physically unapata kufocus kwenye kile kinachoendelea. Unajua tukikaaga pale kwenye ukumbi wetu ule, hata kumove kidogo ni changamoto kwa sababu ya logistics zilivyokaa pale kidogo ni changamoto. Kwa hiyo unajikuta umetulia, unakaa unasikiliza hivyo, lakini pia is the networking. Una network na nani? Una network na nani online? Kwa sababu online uko na watu ambao au uko mwenyewe sometimes unasikiliza. Kwa hiyo networking is key, na you can even get a chance to network with big people kwenye your company hivyo. Kwa hiyo yani ni kitu kikubwa, lakini sisi always tukija kwenye AGM waga tunatafuta opportunity ya kukaa na kuzungumza na our mentor. Wow. Yani tunapendaga kutumia hiyo opportunity kukaa naye na kuzungumza naye. Hata mwaka huu tuna plan kukaa naye tena. Hapa nimewaza kwamba mara nyingi tunapenda kukaa naye after the AGM ili atupe insights based on also vitu vilivyokuwa discussed kwenye AGM. Yes, lakini kuna siku walitupa na offer tukala hivyo, yani that was very nice gesture. But hiyo part ya ku network kuwa kwenye community ya watu, you get to understand vitu from a perspective ambao utaipata online. So me personally, yani online AGMs labda kama mazingira hayaruhusu. Kika mazingira yanaruhusu, physical is the best. One of the well, on the networking side, kitu ambacho ningetamani let's say ni communicate na watu pia ni kwamba imagine how long it takes to meet, let's say, a director wa company fulani au a CEO wa company fulani. The chain of command, you have to reach out to his or her PA, ufanye logistics hapa na pale. Kwenye AGM it's a little bit easier. And kama kuna another less formal event, it is easy to interact, hata tu kuongea naye and network with different people ambao ungefuata the normal work life schedule. Ingebidi utume emails nyingi, utume a lot of messages ambazo zinakuwa zina distractions nyingi hapa katikati, the PAs, the nini, mpaka imfikie huyu. Lakini kwenye AGM it gives you access and I mean you can get something out of it, whether it's maybe if you're looking for a job, if you're looking for maybe an opportunity out tender, so you can work something out by physical meeting. So back to the second last question about how we can help youths in earning actively and passively. So today we have 3 boxes. Today we have 3 boxes, and each box is filled with cash. So this first box has 100,000 shillings. Okay. This second box has 500,000 shillings. And this third box has a grand total of 1 million shillings. Okay. So if you are an entrepreneur, is there any idea ambayo unaweza kufikiria ya chap hata ambayo ushawahi kufikiria na ungetamani kuifanya ambayo itakutoa kwenye 100,000 kukuleta kwenye 500,000 na kukutoa kwenye 500,000 kuleta kwenye 1,000,000? So tuanze kutoka 100,000 mpaka 500,000. What would you think of doing? Okay. So there could be biashara ambazo watu wanaweza wakafanya. True. Na zikawasaidia kutoka hapo kwenda kwenye sehemu nyingine. Biashara ndogo ziko nyingi. True. Najua watu wanafanya biashara za kuuza juisi na nini. Vitu vingi vinaweza vikawepo. But changamoto nazo zinaweza zikawepo nyingi kiasi kwamba mtu akaweza kulose hata au mtaji. Kwa hiyo mimi kutoka huko nilikotoka, after doing several things. Yes, after kufanya vitu vingi hivi. Mimi ningesema mtu awekeze, but awekeze kwenye hisa. Specifically kwenye hisa. Okay. But asiache kuwekeza kwenye maarifa. Knowledge. Kwa wakati anawekeza, awekeze kwa kuzingatia maarifa kwenye hayo maeneo anayoenda kuwekeza. But I would say awekeze kwenye hisa.
Okay. Kwa sababu mi nimefanya vitu vingi sana. Lakini waga natafakari nikirudi back nikisema ningewekeza kwenye hisa. Yaani najiulizaga by then yani hela zangu nilizozipata zote zile. Alafu nikazifanyia hiki na laiti kama ningekuwa na knowledge ya kutosha na nikawekeza kwenye hisa, labda ningekuwa mbali sana. So mimi ningesema awekeze kwenye hisa. So from both, yani kupiga tu from both steps kutoka hapa kuja hapa, na hapa it's the same. Yes. So unless mtu unajua kuna watu ambao wana skills za biashara. Biashara nyingi tunakosa skills tu. Muone labda mtu hujazaliwa kwenye mazingira kibiashara na nini hivyo. As long as mtu hana skills, hisa zitamsaidia. As long as mtu hana skills za biashara. Sawa. Yes, ana skills za biashara. Kuna wengine wanazo skills. Au skills za kurun biashara. Okay. Lakini pia they have to be very careful na biashara. Hata kama una skills, kwa sababu skills peke yake hazitoshi yani. Ndio maana biashara tunamuomba sana Mungu. Umenipata hivyo. Hata uwekezaji tunamuomba, lakini kwenye biashara zaidi changamoto ziko nyingi sana. But kwa kijana of course sometime risk inabidi kawepo kidogo. Anasema kunapokuwa na higher risk kuna higher potential return. True. So biashara au uwekezaji kwenye hisa, kwa sababu hisa pia ni biashara. Yes. So assume hawa watu huyu mtu amefika milestone ya milioni 1, right? Aepuke kosa gani ili asirudi kwenye 500,000? Na huyu mtu mwenye 500,000 aepuke kosa gani ili asirudi kwenye 100,000? Kwa sababu the gap between 1,000,000 and 500,000 is 2x. Between 500,000 and 100,000 is 5x. What mistakes should these types of people avoid? Okay. So wakati mtu anakuwa kutoka hapa kwenda hapa, hapa kwenda hapa, mimi especially kama atakuwa amegrow kupitia biashara. Okay, ahakikisha kwamba anachukua sehemu ya kipato chake na kukiwekeza kwenye passive investments. Kwa kama amechoose biashara, achukue sehemu ya faida awe anaiweka kwenye hisa mfano. Why? Ili siku akipata, kwa sababu kama biashara zina changamoto. Kwa siku akipata changamoto, ule uwekezaji wake sometimes unaweza kukuta kwamba uwekezaji tu umeshakuwa umefikia hiyo amount. Muone hivyo. Kwa ule uwekezaji wake uweze kuwa pale kwa ajili ya kumlinda. Hicho ni kitu ambacho inabidi akihakikisha kwamba wakati ana grow aendelee kuwekeza passively kwenye maeneo mengine ambayo yataweka mtaji wake uwe salama na uendelee kugrow. Lakini another thing, kosa ambayo anaweza kalifanya ni kuacha kuendelea kujifunza na kujiendeleza. Aendelee kujifunza na kujiendeleza. Mimi hapa nilipo bado najifunza. Yaani kuna vitu vingi sivijui. Siwezi kusema yani nimefika. Yani kuna watu kiasi yani kuna sehemu nyingine ukienda niko nasoma some courses, unaenda pale mwalimu anakufundisha. Unasema yani mimi kumbe ni kipya hiki. Yaani ndio nasema akinipa mtihani ile hapa stoboy. Lakini huko nje mtu anaweza kukuona kama unajua. So mtu asifanye makosa ya kuona kwamba anajua kila kitu, ameshafika au kuridhika. Tuendelee kujifunza, tuendelee kugrow, but as we are growing to make sure kwamba tunaweka pesa pembeni pia ziendelee kugrow. So last time we had a podcast, and this might probably be the last question. Okay. You gave me an advice that I ran with it, nikaifanyia kazi. So the time to shoot the first project, you told me at the end of the video, ukaniambia nakushauri usiache kufundisha watu. And when we started, the account had, my personal account that is, I think I had 500 followers. Okay. 500. Okay. 500. And ever since you told me, don't stop teaching people, I just said, huyu ni mtu ambaye amenizidi matokeo. Amenizidi experience. Whatever he says is so worth it if I execute. So in 1 year that is, account imekuwa, but that's not how I measure success, but I have mentored and him to kumtoa from a level of, let's say, 2 digits millionaire to 3 digits million. That is 100 million plus.
Na pia hivi one person ambaye amebahatika kuhit 500 million within the space of that 1 year that you told me don't stop teaching people. So I'm forever indebted to you for that advice. Na nakushukuru, you said it, and there are times unapata disturbing comments. But I'm like, kama nilicho kumfundisha mtu mmoja, mwingine katoka kapata 100 million plus, mwingine half a billion, then I can just keep going. Hii video inamsaidia mtu mwingine. If you're given an opportunity again to humbly advise me on what should I focus on doing, what should I improve on as your younger brother, what would it be? Kwa sasa hivi ni very simple. Na labda nikumbushie tu kwa nini nilikwambia ile statement. Sikumbuka kama kwenye ile video ilikuwa, nadhani ilikuwepo. Kwa sababu unajua unavyoenda kumfundisha mtu lazima kwanza wewe ujifunze, especially kama unataka kumsaidia mtu kweli. Ili genuine lazima wewe pia ujifunze, lazima urevise. Nikienda kutrain lazima nifanye hivyo vitu. Na every time you do that wewe una gain. Mimi nasema unapomfundisha mtu you gain more than hata yule mtu unayemfundisha. True. That's the reason why nilikupa hiyo advice. So leo umeniuliza ile swali, mimi nachoweza kusema ni keep doing what you're doing. That's the only thing ambayo naweza kusema. Just keep doing what you're doing. Kwa sababu you have seen the impact. Na as you're continuing doing, Mungu waga anafungua milango umomo. More grace. Umomo anafungua. Atakuletea watu, atakuletea opportunities, atakuletea challenges hapa na pale. Na umeongea kitu ambacho hata mimi kinanitokea, unakuta unaongea kitu, unafundisha kitu, and then mtu anaweza akakichukulia negatively. Umenipata hivyo. How do you deal with that? Okay, so watu tuko aina tofauti. You just ignore? Okay, so it's not always that way. Reaction yangu inaweza kawa tofauti kwa mtu tofauti. Okay. Kuna wengine ambao I ignore. Kwa sababu kuna wengine labda mimi naona kama anatafuta tu attention. Okay. Muone kwa kama nikiona mtu anatafuta tu attention I ignore. Kuna wengine ambao ndio yuko kila always hapo persistent. Then kila ukipost yupo analeta negativity. I ignore. I don't want to give them that attention, attention. Lakini kuna wengine ambao nitaamua kuwajibu. Ili to put them in their place. Kwa nitajibu. Lakini hazinizuii mimi kuendelea kufanya ninachokifanya. Kwa sababu gani? Mimi nasema always kwamba intentions are more important than anything else. What's the intention of us doing what we are doing? If the intention is to educate na kuna watu wanajifunza, should we care about mtu mwingine ambaye anaona kama jamaa wana nani? You don't care. I don't care. But as long as our intention is this. Now, kama kuna sehemu tunahitaji kurekebisha, mtu atakuja. Unajua mtu akikurekebisha bana, there's a way anakurekebisha. You know. Yes, okay, hapa anarekebisha. Lakini negativity zitakuwepo. Dunia ndio ilivyo. Dunia lazima ibalance. Kuna watu positive, kuna watu negative. Kwa hiyo tusizichukulie zile personal. They could be personal, but sisi tusichukulie personal. Sisi tuendelee kufanya kile tunachokifanya. But there are so many incidences ambazo zinanipaga nguvu. Kuna mtu, nimekutana na mtu siku moja, nimeenda kula sehemu, akanifuata, akaniambia naomba nikuulize maswali. Nikamwambia kaa. Akakaa pale. Kaanza kuniuliza maswali, nikajibu. Nilikuwa nimeagiza na mimi chakula, nishakula. Baadaye waiter akaja anambia naomba bili yake. Akalipa. Mwingine akanikuta sehemu, kanishika mkono, baadaye akaniachia, akahamisha kwenye mkono mwingine, akatoa noti. Mimi nilikuwa sijajua, lakini alivyonishika sasa nikafeel kwamba unatamani umrudishie, lakini hivyo. Kuna watu wanatuma messages. Inbox anakutumia. Anakushukuru kwa vile vitu ulivyofanya. So kama watu wote wanakushukuru, you have mentored people, umewasaidia watu. Mtu amegrow, yuko na 100 million, mwingine 1 billion, mwingine more even. And then mtu mmoja, comment ya mtu mmoja au wachache wale ambao kidogo hawaja appreciate kwa sababu moja au nyingine, haitaki kurudisha nyuma. Yeah, and this is an advice to anybody ambaye ni anatamani kuwa na platform yake ya kufundisha watu, certified financial educator ambaye unaanza. It's of paramount importance for us to understand
the bitter and the sweet part of what we do. From the experience, kutoka kwa one of the legends, I can say, in financial education, before even kuwa na system ya certified financial educators. So the advice that I took is keep on doing what you're doing, keep on learning and growing, and usiwe upset na comments za baadhi ya watu ambao unaona hawa pengine bado hawana uelewa mkubwa. Back to the genesis where we started. If you were to buy 100% of a listed company, what company would that be? Jibu langu halijabadilika. Nashukuru sana. Ndio. Mr. Edmund, thank you very much for your time. Asante sana. Nashukuru sana. Thank you.